أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama ndugu zangu Waislamu, kwanza nichukue fursa hii kuwakaribisha sana katika kipindi ambacho tumekusudia kukumbushana na kueleweshana katika kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha kwacho. Katika nukta ambazo tutakuwa tukizungumzia ni katika nukta za kimalezi, na kabla ya kuingia katika nukta zetu hizo, kwa sababu vipande vyetu vitakuwa ni vifupi, tutabidi tuanze leo na utangulizi. Utangulizi wetu wa somo hili utajengeka katika mambo yafuatayo. Nukta ya kwanza ni lazima tujue namna alivyoumbika mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe ambacho kinahitajika zaidi kufanya tatawuri ya ulimwengu, lakini pia tatawuri ya ulimwengu haiwezi kumsababisha mtu akaipoteza akhira yake. Kwa hiyo tukirudi katika masala ya kimaumbile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'ani, anasema ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumbeni nyinyi kutokana na mwanaume na mwanamke. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, na tukaweka jamii na makabila kwa ajili ya kutambuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora zaidi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye atakuwa ni msafi wa roho. Kwa hiyo mwanadamu katika maumbile anapatikana na pande mbili. Ana upande wa maadii ambayo ni kiwiliwili, na pia ana upande wa ruhi ambao huu ni upande wa maanawi. Kwa hiyo mwanadamu katika maisha yake ni lazima pande hizi mbili zote azichunge ili awe salama katika namna zote mbili. Kwa maana nyingine ni kwamba mwanadamu atakapokuwa anaumwa sikio, basi inabidi aende kwa daktari ambaye ni mutakhasis katika masala ya masikio, akamuelekeze namna ya kutibu na kumpa dawa ya sikio lake. Lakini wakati huo huo mwanadamu inawezekana akawa anaumwa, na ni kweli wengi wanaumwa au wengi tunaumwa, anaumwa mwanadamu huyu katika masala ambayo ni ya kiroho. Ni lazima mwanadamu huyu aende kwa madaktari wa kiroho wamtibu na ili aweze kuwa salama. Cha kushangaza ni kwamba wengi kati ya sisi huwa tunazingatia sana tukiwa tunaumwa viwiliwili, na wala hatuzingatii maradhi ambayo tunaumwa nayo katika nafsi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba mwanadamu katika maumbile yake ameumbika mwanadamu akiwa na pande mbili, ana jisman, ana ruhan, ana kiwiliwili na ana roho, na vitu hivi vyote viwili vina vyakula vyake na vina maradhi yake. Kwa hiyo inabidi mwanadamu huyu atibu maradhi, lakini pia aweze kuipa chakula au kuvipa chakula vitu hivi ili awe salama katika pande zote mbili. Kwa hiyo katika kipande hichi tunajitahidi kuangalia ya kwamba ni lazima mwanadamu awe na daktari au amrejee daktari katika upande wa matatizo yake ya kimwili, lakini pia amrejee daktari katika upande wa matatizo yake ya kiroho. Kwa hiyo nukta hii tukielewa sasa, tutakuja kuona ni kwa nini fadhila, ubora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umebeba zaidi mambo ya kiroho. Baina ya mwili na roho ni kipi ambacho ndiyo thamani ya mwanadamu? Tutakuja kuiona katika kipengele kinachofuata insha Allahu Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.